What's up, my people? Once again, welcome back to CEO Ryan TV. And if you are a new member, kindly take only 1 second to subscribe to my channel. So guys, imefika mali in Kenya whereby make it in life, watu wanaanza kusema either ni Illuminati or uko involved in other bad businesses zenye zina happen in Kenya, of which kuna watu wanafanya all these kind of stuffs to make it in life, but kuna watu genuine wanafanya vitu zao perfect, and you can see the process from the beginning up to the end. So apparently kifo ya Shalkido, after mse amededi, like watu walianza kusema Eric Omondi and Oga Obina like wamemsacrifice, of which ukiangalia hawa ni watu struggle from way back. Mtu kama Oga Obina ni mse alianza from comedy kuimba way back from 2009 to 2008 huko, same to Eric Omondi. So ni process, ni journey build brick by brick up to the point wamefika place yenye wako sahi, at least wana make sense in society. Remember, kwa society kama una pesa inakuanga ni ngumu hata mtu kuelewa, even if kuna talent. Hawa say walisaidia Shalkido. Eric Omondi alibuy bicycle akapatia Shalkido, and Oga Obina pia alisupport mse, and also alikuwa mambia wa Kenya wa help huyu mse after kukam kwa platform yake ya Obina TV. But it turns out after kifo yake, many people are saying that our saying kama wali sacrifice. It's only in Kenya whereby ukisaidia mtu na wewe ni rich alafu adedi, at the end of the day watasema tu umemsacrifice. Hata kama ulifanya cha uzuri ama ulifanya na roho moja, ulitaka kuhelp huyo msanii ama ulitaka kuhelp huyo morio kama brother to brother. So up to this point kuna some few Kenyans, and of which watu wenye wanasemanga hizi stuffs ni watu wenye washa give up na life already, ni watu wenye wanajua hawawezi make it hata wafanye aje, cause wana speak na wivu fulani ama enga fulani, wakisema mbona umsako na kitu yenye mimi inafaa nikuwe na. So wako na ile moyo ya chuki ama wivu. All over social media watu wana accuse Oga na Erico, and if you know ama if umeko ukifuatilia hawa sawa wawili, ni watu wenye wamesupport sana talents in Kenya, ni watu wamesupport young people sana in Kenya. Mtu kama Eric Omondi amekuwa na timu ya sisi kwa sisi, amesaidia the widow, wale watu maybe walikuwa macha shule, amesaidia a lot of people in society, not only in Nairobi but across the country. And remember, umse si ati akona kiti ama ni politician fulani. Umse ana support tu watu out of the goodwill, out of ile humanity yenye amesema someone anateseka na mimi niko in a position ya kumhelp in this current economy ama current society. But watu hawaoni hiyo, wanaona tu ni kama watu wanatumia hiyo chance kukula do ama kukula pesa zenye Wakenya wamedonate. But again, hata kama mtu amekula hizo pesa na huyo mtu mwenye alikuwa anataka asaidike amesaidika, point ni gani ya kucomplain a lot of things na kusema kuwa huyu mtu ni maybe Illuminati ama Freemason, cause unaanza kudoubt mse place anatoa do, yet unaonanga kila day mse ana work hard, ana jicommit kwa vitu mingi. Mse kama Oga Obina utapata huyu mse show zake mostly zinaishanga saa 9 saa 10 ya usiku. So huyu mse ana work hard, and apart from hizo show zake akona other businesses. Kenyans ama people ni wale tu, people watacomplain venye umevaa, people watacomplain venye unakula, people watacomplain ile unafanya vitu zako, cause they can't reach your level. Before kufe alikuwa anapitia a lot of things. Remember, alikuanga among the members wa Silas Gang way back in 2020, walitoa hit songs, then life ika happen, vitu zika change, a lot of things zika change. So time umse aliomba msaada, the same people, the same Kenyans ndio walikuwa kwanza kupoint, tag Eric Omondi, tag Oga Obina. So after hours wamekuja tena kuhelp, wakahelp vizuri kwa moyo mmoja mkunjufu, wakasaidia boy alikuwa ameinuka, amanza like kuona light at least, hata kama ni project zake ama kazi zake alikuwa already ashaanza kuzipanga in terms of music. So then shetani ni nani akakuja akamuondoa before plans zake zi succeed.
then the time hii yote imehappen, still watu wanakuja wanaanza kucomplain again kwa watu wenye waliomba wasaidie huyu kijana afike place inafaa afike. So inatuonyesha tu kwamba hakuna siku people wataitosheka na kitu unafanya. So kama ni kuifanya, weifanya tu the way unataka, cause at the end of the day wataku accuse many names. Watasema we ni Illuminati, watasema we unafanya forex, watasema we siji unauza nini. So in Kenya kila mtu anatry tu venye ye atasucceed, mwingine akuwe chini achekelewe, au sio? And again remember, life is spiritual. Chenye unasema, chenye unaomba, chenye inafanyika kwa maisha yako ni kama destiny yenye already ishaandikwa mahali. Remember, ukizaliwa kwa hii dunia, God alikuwa na purpose na we, and God alijua time utakufa. Sometimes we die prematurely kwa hii dunia, but maybe God aliset hiyo ndio iko ni time yetu ya mwisho, ama alijua ikifikia hiyo time purpose yake ya kukuleta kwa hii dunia itakuwa ishafanyika ama ishatimia.